ya mbingu. Hayupo anayeweza kufanana na Yesu Kristo. Hayupo anayeweza kulingana na Yesu. Hata kama wako manabii walioonekana ni manabii wakuu, hawawezi kulingana na Yesu. Hata kama wako manabii wanaoabudiwa leo, wanaotajwa leo, wanaabudiwa na watu, lakini hawawezi kufanana na Yesu Kristo. Haiwezekani, hawawezi. Ni peke yake Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu ndani ya moyo wako, una uwezo wa kuvuka popote na kufanya lolote kwa jina la Yesu aliye ndani yako. Haleluya. Ni Yesu tu peke yake. Katika kitabu kile cha Waibrania sura ile ya 6 mstari wa 11. Waibrania sura ya 6 na ule mstari wa 11, nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Haleluya. Amen. Kitabu cha Waebrania ni kitabu ambacho kimeleta utatanisi mkubwa, kwa sababu vitabu vingine vyote vina waandishi walioandika, lakini kitabu cha Waebrania hatajwi moja kwa moja mwandishi wa kitabu hiki, lakini kwa lafzi, kwa usemi, kwamba hata wale wanaojua mimi ninavyozungumza, wale wanaojua jinsi ninavyoandika barua zangu, hata kama saini yangu haitakuwepo mahali pale, watajua, watasema haikosi mwandishi wa barua hii ni mwakaliku, kwa sababu ya zile lafzi zake, anavyoandika, anavyozungumza. Hata sasa kitabu cha Waebrania tunasema kitabu hiki kiliandikwa na Paulo. Inawezekana ni Paulo aliyekiandika kitabu hiki. Paulo anasema na ijulikane. Haleluya. Anasema na kila mtu. Waebrania ile sura ya 6 naomba, anasema hivi, anasema kwa maana Mungu mstari wa 11 anasema, nasi twataka sana kila mmoja wenu aidhihirishe bidii ile ile kwa utimilifu wa matumaini hata mwisho. Kila mmoja wetu aitimilishe, kila mmoja wetu atimilishe matumaini yake ndani ya Yesu Kristo. Na kwa kuwa hakuna jina, hakuna mtu afananaye na Yesu, hakuna jina linaloweza kufanana na jina la Yesu. Pamoja na kwamba wako waliojiita kwamba Yesu, mimi ni Yesu, lakini wana mwisho wake. Wanajitangaza kwa siku chache kwamba mimi ni Yesu,
lakini wanapotea kwa sababu wao ni Yesu feki. Lakini huyu Yesu tunayemwabudu, tunayemsema, mwandishi anasema kila mtu akamilishe utimilifu wake wa kumtumaini huyu Yesu ambaye hana mwisho, habadiliki, hageuki, yeye ni milele na milele. Kila mtu atimilishe ukamilifu wa kumtegemea huyu Yesu. Kila mtu amtegemea huyu Yesu. Ukimtegemea huyu Yesu, ukimtumaini huyu Yesu katika kila jambo, ukimweka huyu Yesu awe tumaini lako, hata wakati wa dhiki zako hutachanganyikiwa. Hata wakati wa majaribu, wa kujaribiwa kwako, kwa sababu matumaini yako yako ndani ya Yesu Kristo asiye na mwisho, asiyeharibika, asiyegeuka, asiyeshindwa. Ukiweka matumaini yako humo ndani ya Yesu Kristo, wewe saa zote na wakati wote wewe ni mshindi. Mwandishi anasema tunajaribu kuwaambia watu wengine waweke matumaini yao ndani ya Yesu Kristo. Asubuhi ya leo ninakushauri mtumishi wa Mungu, usiweke matumaini yako kwa mwanadamu, weka matumaini yako kwa Yesu Kristo. Ukiweka matumaini yako ndani ya Yesu Kristo, Yesu akiwa upande wako, Yesu atatembea pamoja na wewe. Hata wakati utakapokuwa umeingia kwenye majaribu mazito, Yesu atakubeba, Yesu atakutunza, Yesu atakufunika. Hutashindwa hata kama yawe majaribu ya aina gani, Yesu atasimama pamoja na wewe. Weka matumaini yako kwa Mungu. Ukiweka matumaini yako kwa Mungu, usipoweka matumaini yako kwa wanadamu, ukiweka matumaini yako kwa Mungu aliye hai. Danieli alikuwa ameweka matumaini yake kwa Mungu. Danieli alipotupwa kwenye pango la wanyama wakali, kwa kuwa alikuwa ameweka matumaini yake kwa Mungu, Mungu akaenda akayashika makano ya simba, akayashika yamuone Danieli sio chakula, wamuone Danieli ni rafiki yao. Ni kwa sababu waliweka matumaini yake kwa Mungu. Weka matumaini yako yote kwa Mungu. Tembea na Mungu katika maisha yako. Tembea na Mungu katika njia zako. Tembea na Mungu siku zote. Weka matumaini kwa Mungu. Usiweke matumaini kwa rafiki yako. Usiweke matumaini kwa ndugu yako. Usiweke matumaini kwa mtu yoyote. Ninasema weka matumaini yako yote kwa Yesu Kristo. Huyu Yesu hawezi kukuacha. Huyu Yesu hawezi kukupungukia. Huyu Yesu hachoki. Huyu Yesu hawezi kukuacha. Nakwambia marafiki wanaweza kukuacha. Wale uliojenga matumaini kwao. Ukijenga matumaini yako kwa rafiki yako, ukijenga matumaini yako kwa mtu, kwa mwanadamu anayetembea, siku moja atakuacha. Ninasema kweli, siku moja atakuacha. Lakini weka matumaini yako kwa Yesu Kristo, rafiki mwema.
Yesu aliye mzuri, Yesu ambaye hamwachi mtu wake. Ukitaka kuache, nilikwambia Jumapili iliyopita. Sitaki nirudie habari za Jumapili iliyopita. Nilikwambia kwamba ukitaka umwache Mungu, maisha yako yasiende pamoja na Mungu, anakuacha. Lakini kama moyo wako na imani yako umeijenga kwa Yesu Kristo, mimi ninaweza nikakuacha. Mtu mwingine yeyote anaweza kukuacha, lakini Yesu wa Nazareti hawezi kukuacha. Hawezi kukuacha. Weka tumaini lako kwa Yesu. Weka tumaini lako kwa Mungu. Jenga urafiki na Yesu. Tembea na Yesu kama rafiki yako. Uishi ukitembea pamoja na Mungu. Hata kama utaingia kwenye magumu, Yesu atakuwa pamoja na wewe. Hata kama ukaugua, ukawa mgonjwa sana, lakini kwa kuwa Yesu yuko ndani yako, anajua unaumwa, maana yuko ndani yako. Akikaa ndani ya mtu Yesu, hakuna sababu ya kufadhaika. Majaribu hayawezi kukufadhaisha, kwa sababu Yesu yuko ndani yako. Weka matumaini yako ndani ya Yesu Kristo. Haleluya. Weka matumaini yako kwa Mungu, na Mungu, yani Yesu, awe pamoja na wewe. Atatembea pamoja na wewe, atakaa pamoja na wewe, wala hawezi kukuacha. Wafilipi sura ile ya pili. Wafilipi sura ya pili mstari wa 9 mpaka wa 11. Wafilipi sura ya pili mstari wa 9 hata 11. Nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Amen. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, la vitu vya mbinguni na vya duniani, amen, na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Amen. Haleluya. Mwandishi wa kitabu hiki cha Wafilipi, kitabu cha Wafilipi, mwandishi ni mtumishi wa Mungu Paulo. Kitabu hiki alikiandika Paulo. Ndiye mwandishi wa kitabu hiki. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndiye mwandishi wa kitabu hiki cha Wafilipi. Anashuhudia Paulo, anasema Mungu alimwadhimisha Yesu Kristo, akamwinua sana kuwa juu ya kila kitu, kwa sababu Yesu ni Mungu.
Yesu ni Mungu. Akamwadhimisha sana. Ule mstari wa 9 na urudia kusoma, nasema kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Haleluya. Yesu hafananishwi. Hata kama iko miungu walioitengeneza wanadamu, haiwezi kufananishwa na Yesu Kristo. Hata kama wameweka watu vitu wanavisujudu, wanaviabudu, haviwezi kulingana na Yesu Kristo. Siku moja wakati ninatembea kwenye mji ambao nilienda pamoja na kijana wangu, nilipokuwa India, walitengeneza kule India, wametengeneza Mungu wanayemwabudu. Wametengeneza lisanamu likubwa, lina tumbo kubwa. Wamelitengenezea na gari. Wameliweka lile sanamu. Mimi nikawa nacheka kwamba hii sasa hawa watu wote hawa ni jehanamu. Wanaandamana, wanalisukuma, wengine wanapanda kwenye gari lile, wanalipamba, wamelipamba sana, alafu linazungushwa mitaa yote. Wanatembea nalo, ni Mungu. Maandamano makubwa, wanalifuata lile sanamu. Kwa sababu hawajampata huyu Yesu aliye hai. Laiti wangempata huyu Yesu tunayemsema, lile lisanamu wangelichoma moto. Lakini kwa sababu hawajampata huyu Yesu, nasema wewe uliyempata huyu Yesu, kaa vizuri pamoja na Mungu wako. Yesu akae ndani ya moyo wako, atakuwa msaada wako. Wanalisukuma lile lisanamu, liko kwenye gari, wanazunguka mitaa yote. Bahati mbaya, sijui nzuri, miezi tulioenda ilikuwa miezi ya sikukuu ya huyo Mungu wao. Wanalisukuma kutwa nzima, linatembea, linazunguka, halina uhai. Hawawezi kumwambia awaponye, hakuna uzima pale, maana ni sanamu tu, wamelifanya ni Mungu. Lakini huyu Yesu ambaye Paulo anashuhudia kwa Wafilipi akisema huyu Yesu aliinuliwa zaidi ya mbingu na Mungu akamwinua sana, ni Yesu asiyebadilika. Yeye hageuki, ana uzima. Ukimwambia anasikia, ukimwita anajibu,
Ukimweleza anakujibu. Lolote utakalomwambia atakujibu, atakuponya, atakuokoa, atakulinda, atakutunza kama utatembea kwa uaminifu pamoja naye. Huyu Yesu, haleluya, anao uzima, anao uzima. Ndio maana ukilitaja jina la Yesu, jina la Yesu linaponya. Ukimsema Yesu, ndani ya Yesu kuna uzima. Soma mstari ule mlango wa 18 katika kitabu cha Mithali. Nimalizie hapo. Mithali 18 mstari wa 10. Mithali 18 na mstari wa 10 nitasoma kwa jina la Yesu. Amen. Jina la Bwana ni ngome imara. Haleluya. Mwenye haki hukimbilia akawa salama. Haleluya. Amen. Unaweza kurudia, mtumishi wa Mungu? Sikiliza vizuri. Mithali 18 na mstari ule wa 10. Amen. Jina la Bwana ni ngome imara. Mwenye haki huikimbilia akawa salama. Haleluya. Anasema mwenye haki akimkimbilia Yesu atakuwa salama. Anasema Bwana ni ngome imara. Mwenye haki akimkimbilia atakuwa salama. Ukimkimbilia Yesu uko salama. Ukiliitia jina la Yesu uko salama. Ukimwita Yesu Kristo uko salama. Maana Yesu ni ngome imara. Ziko ngome zinaharibiwa na mabomu, lakini sio ngome ya Yesu Kristo. Yesu ni ngome imara kwao wanaomkimbilia, kwao wanaomwamini. Yesu ni ngome imara. Haleluya. Anasema unaweza kula utakula chakula cha kuvisha, hutakufa ukiwa ndani ya Yesu Kristo. Yaani aliye na Yesu yuko salama. Yuko salama. Kwa sababu Yesu ni ngome imara. Yesu hafananishwi na mtu mwingine yeyote. Haleluya. Unaweza ukalindwa ukawa na mabodyguard wa kukulinda, wakawa wanakulinda, ukaweka na milango ya chuma, ukaweka ulinzi, ukaweka na kamera zako ziweze kukulinda, ukaweka ulinzi wa kutosha. Lakini nakwambia akikosekana Yesu huwezi. Maadui wataingia, wachawi wataingia, watakuloga tu ndani ya ngome ambayo umejijengea. Lakini ukimtumaini Yesu Kristo hakuna, maana yeye ni ngome iliyo imara. Haleluya. Haleluya. Wangapi wamelindwa
wamekuwa na mabodyguard wawalinde, lakini nakwambia mafua yaliwatoa mule ndani, yaliingia yakaingia mule, wanalinda, askari wako milangoni, tena milango imefungwa na vyuma, lakini mafua yaliingia mule yakawatoa, lakini waliona Yesu wako salama. Haleluya! Maana Yesu ni ngome imara. Sijui nisemeje. Anasema wale wamtumainio Bwana wako salama. Ukimtumaini Mungu, ukimtegemea Mungu, ukiweka matumaini yako kwa Mungu, sio kwa wanadamu, ukiweka matumaini yako kwa Yesu Kristo, wewe uko salama. Usiogope chochote. Haleluya! Usiogope chochote, wewe uko salama, maana Yesu ni ngome imara, anayekaa ndani yangu, anayekaa ndani yako. Yeye huyo ni mlinzi, anatosha juu ya maisha yangu. Haleluya! Kama una kitu kinachokusumbua, mwambie Yesu. Kama una jambo linakusumbua, mwambie Yesu. Mweleze Bwana. Mwambie Mungu anaweza, maana yeye anaweza. Mwambie Yesu, maana yeye anaweza. Una jambo linautesa moyo wako, mwambie Bwana anaweza. Haleluya! Maana yako magonjwa, utaenda kupima hospitalini, hawapati magonjwa, hawapati chochote. Wanapima kwenye damu, hakuna chochote. Wanapima kwenye choo, hawapati chochote. Wanajaribu kufanya lile na lile, hawapati chochote. Anayebaki ni Yesu Kristo peke yake. Ukimwambia, yeye anajua. Mwambie Bwana. Anasema wale wamtegemeao Bwana wao wako salama. Weka matumaini yako kwa Yesu. Usiweke matumaini yako kwa mwanadamu. Usiweke matumaini kwa mtu. Unaweza ukaweka matumaini yako kwa mwanadamu, kesho anakuacha. Leo ni rafiki yako, leo mnakula pamoja, lakini kesho anaweza akakuacha. Usipoweka matumaini yako kwa Yesu, itakueje kwako? Maana uliweka matumaini yako kwa mwanadamu. Weka matumaini yako kwa Yesu. Yesu awe ndiye tumaini lako. Haleluya! Mtu asikutoe kwa Yesu. Hakikisha umechenga imani yako kwa Yesu Kristo. Hakikisha watu wanabadilika. Unaweza ukamtendea mema, kesho anabadilika, anakuacha. Weka
weka matumaini yako kwa Yesu Kristo. Yeye hawezi kukuacha, atasimama pamoja na wewe wakati wako wote. Hata wakati unaingia kwenye shida, yeye atakuwa pamoja na wewe. Lakini rafiki, ndugu yako atakuacha, atachoka na wewe, lakini Yesu hachoki. Yesu hachoki. Hachoki Yesu. Mwanadamu anachoka. Naweza ukaenda kwake ukasema, ukaenda kwa mwanadamu ukasema, naomba nimepungukiwa ndugu, akakupa. Tena unapata shida, unaenda kwa kuwa ni rafiki yako, unamwambia naomba nimepungukiwa, anakupa. Utakaporudi safari ya 3, ndugu nimepungukiwa, anakupa, lakini anakwenda kumwambia yule, anasema nimechoka naye, amekuwa omba kwangu, ananisumbua, kila nikimuona ninaona analeta shida kwangu, sasa naanza kumkimbia kwa sababu ni mwanadamu. Lakini ukienda kwa Yesu, ukienda asubuhi ukimulilia Bwana, anakupokea, anasikiliza. Ukija mchana ukiomba kwake, anakusikiliza. Ukija jioni anakusikiliza. Usiku anakusikiliza. Ama saa 24 anakusikiliza. Yeye hachoki. Weka matumaini yako kwa Yesu, rafiki mwema asiyechoka. Mwambie shida zako zote, mweleze yote, yeye hachoki. Ukimwambia, yeye anajibu. Ukimweleza, yeye anajibu. Hachoki Yesu. Haleluya. Hachoki Yesu. Wanadamu wanachoka. Mwambie Bwana. Inawezekana hata asubuhi hii unayo shida inayokusumbua. Tumishi wa Mungu, simama, njoo tuombe kwa Bwana. Tumwambie Bwana shida yako. Tumweleze Bwana shida yako. Tukimwambia, yeye ana majibu kwa watu wake. Yeye atajibu, kwa sababu yeye ni Mungu. Anayo majibu yote. Anayo majibu yote. Unalo jambo nataka umwambie Bwana, njoo tumwambie pamoja. Tushiriki pamoja na wewe. Tumweleze Bwana. Tumwambie Mungu shida zetu, anapokea Bwana. Naomba kanisa tusimame sote. Wala usiseme hili ni jambo kubwa. Wala usiseme hili ni jambo kubwa. Kwake hamna jambo kubwa. Yeye yupo kutusikiliza. Mimi nataka tuombe kwa Mungu jioni, asubuhi. Ninaomba watumishi wa Bwana sote tusimame. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Ni heshima ya Bwana. Unamheshimu Mungu, si mwanadamu.